Kwenye kipengele cha kuondoa mapoza, mrudie Mungu kwa viwango. Namba 2, tafuta asili za nguvu ya Mungu sana sana. Na ikiwezekana tafuta historia za watu walioshinda, wale unawafahamu na kibiblia. Unajua hata wakati Samson anapigwa na wakati anapigwa na Delila amemsababisha Samson kupigwa. Unajua alimwambiaje? Tafadhali niambie asili za nguvu zako nyingi upate kufungwa na kuteswa. Ni Waamuzi ngapi? Sasa na ngapi hiyo? Waamuzi 16 mstari wa 6 nafikiri. Hebu nisome huo mstari. Wengine hawajai kusoma ikipengele, wanakimbiaga. Hapa na Samsoni tena mnaimbaga na nyimbo. Samsoni alikuwa mnaziri wa Mungu, walimtoboa macho. Unajiimbia tu, hujui mambo yaliyotokea yalikuwa magumu sana pale. Yaani mtu aliyejaa upakwa alikuwa anaua dubu na simba. Alipiga Wafilisti zaidi ya 1000 kwa dakika chache. Alibamiza. Alafu leo wametoboa macho. Nisome hapa. Ni kitabu cha Waamuzi sura ya 16 mstari ule wa 6, wa 11 na wa 17. Hai, nisomee wa 6. Delila akamwambia Samson, tafadhali uniambie asili ya nguvu zako nyingi na jinsi uwezavyo kufungwa ili uteswe. Hapo hapo Delila anamwambia Samsoni, tafadhali niambie asili ya wokovu ulionao ili tuweze kufunga tukutupia na mapepo uteswe. Kwani alimficha? Alimwambia wazi. Yaani walikuwa na mjadala. Unajua kuna wakati mnafanya kikao na shetani. Samson anabembelezwa na huyu dada. Huyu dada alikuwa na viwango vikubwa vya roho ya mabembelezi. Yaani roho ya mabembelezi mpaka toni ya sauti. Yaani Samson. Toni inabadilika. Alafu sasa ile sauti kienda ikitulia kule nje, huko kote cheche zinatoka, cheche paka chini, cheche. Maana ameitwa kwa tofauti, nywele zote zile. Samson, ni paka lini unanitabisha? Toka jana unanitabisha. Samson. Jitu liokoka likaanza. Maana Biblia anasema hivi, alidhikika nusura ya kufa. Kudhikika manake basi ameshaishi. Kaishiwa nguvu. Pepo zilikuwa zinatoka, kaishiwa nguvu. Anasema acha nifanye tu leo, ila kesho sitarudia tena. Kesho nitajitakasa, nitamwambia Bwana nisamehe, Bwana acha nifanye leo. Na ndivyo Wakristo wengi wa leo ndivyo wanavyofanya. Wengine wakiona maisha magumu wanaenda kwa waganga wa kienyeji. Alafu anafanya biashara kichawi. Wako makanisani. Atunguli. Nasema ngafanya leo. Alafu kimuuliza umeshindaje, anasema Bwana alinitokea. Alikutokea wapi? Shetani anacheka akikuona. Jamani, Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana. Tafuta asili ya nguvu ya Mungu, lakini jambo jingine kuondoa mapoza. Kuto kuchanganya Mungu na imani za sanamu. Jamani, Mungu asaidiwi na Mungu adhiakiwi. Kile kitabu kile cha Wagalatia 6. Usimchanganye Mungu. Tunaelewana ndugu zangu? Jamani, tunataka, jamani wangapi wanataka Mungu awatembeleage? Nyosha mkono. Hizi kanuni hazikwepeki. Unanisikia? Hata mabinti zangu ambao hamjaolewa, ukikaa vizuri na Mungu utapata mume aliokoka vizuri. Ila ukikaa vibaya na Mungu lazima upate gaka. Yaani gaka ni la lazima. Litajifanya lilokole, alafu baada muda mchache linabadilika. Nakwambia mimi nilikuwa nakutafuta wewe tu. Umeshaingia kwenye line yangu. Hapa mimi napiga maji, napiga kinywaji kama kawaida. Kwa hiyo tegemea mimi ndio hivyo. Nashangaa unapata mume kunywa. Alafu unalia maombezi. Wakati wewe huku ulishaboronga. Jamani, kuna maombi mengine ngumu yafanyagi kazi. Hebu nisomee hiyo. Galatia ngapi? Kitabu cha Galatia sura ya 6 mstari wa 7. Mstari wa 7. Msidanganyike, Mungu hadhiakiwi. Usidanganyike, Mungu hadhiakiwi. Kwa kuwa chochote apandacho mtu
anachopanda ndicho atakachovuna. atavuna. Unanisikia mtumishi wa Mungu? Jamani, ondoa mapoza, tunataka uamsho. Lazima tuikimbie dhambi, lazima tuiache dhambi, lazima tuitubie dhambi, lazima tuache uovu, lazima tuache vitu vibaya, tuache vitu vibaya, asema Bwana. Lazima tuache. Kama nyumbani, acheni ukorofi na familia zenu, acheni ugomvi na waume zenu. Na sasa hivi tunapozungumza uamsho, mpaka ndoa za Kristo zinahitaji revival. Ziko vibaya mno. Wewe ukakuta tena wanatembea wawili tena hivi, kila mtu na kwake, toka asubuhi yuko Mwanjelwa, halafu mwingine unashangaa ndio anashuka kule Zovwe. Ukimuuliza vipi, nani anaendeleaje mke wako? Mimi nitoka mapema sana, sijui yuko nyumbani. Hata wakianza kutembea tembea ndani, hakuna message yuko wapi, hakuna kwamba yuko wapi. Yaani ni ovyo ovyo tu. Wanaishi tupigiru, utafikiri wapigania uhuru. Ana harakati. Na wamama mkitafuta hela mkiwa nazo nyingi, ndio mnakuwa na viburi. Hamkai kwenye mistari ya kusema mimi naongoza, kwa sababu ndoa ni utawala. Kuna kiongozi. Biblia ndivyo inavyozungumza. Acha wanasiasa. Fuateni Biblia nyinyi ili mkaishi. Tunapozungumza revival, ndoa za Kikristo zinahitaji matengenezo makubwa sana. Wanaume na wanawake. Watu wana vyeo kanisani, hawajakaa vizuri. Mwingine ni mwenyekiti wa ujenzi, ana vimada, tena na kimada mpaka kanisani. Akiona kana kwa kanaimba vizuri, anaanza kufadhili. Badala ya kufadhili kujenga kanisa, anakafadhili kale kaimbaji. Kafadhili. Mtoto anajua ni baba. Unajua baba kama umri wangu mimi. Unaanza kutembea na vitoto, labda na vitongoza vitoto kanisani. Yule mtoto anajua huyu ni baba wa kiroho kanisani, ndio mfadhili, anapokea, kumbe unamtegeshea. Siku ya siku aingie kwenye mkenge. Na kwa sababu tuna mabinti kanisani huku kichwani, kwa kweli wanajua wengine kuimba, ila yani mbivu na mbichi hawazijuani. Sababu mtu mzima huyo ana familia yake, anatembea na wewe kanisani, atakupeleka wapi? Na yule mama yake akisikia wewe katoto unazini na mume wake, kama haja collapse, utakolapsi wewe. Na nisikia mabinti mkikuta kanisani kuna mtu baba linakutafuta linafadhili, peleka ripoti kwa mchungaji haraka sana. Mwambie huyu baba simuelewi. Hata message anatuma sizielewi. Usiku anatuma message. Wewe baba, mimi napenda ile sentence ya vijana wanasema ujana ulikula na nani? Na uzee unataka kula na nani? Ako watu makanisani hivyo. Mtu mzima. Nakuta kanaimba na kafadhili. Mwishoni anakandelea kuna lunch sio wapi? Njoo kala lunch hapo. Sasa kanapenda kula, akajui gharama. Haya. Baadaye kanaambiwa kuna lunch nyingine iko Matema. Ako kamepanda basi. Kako peke yake. Kanashuka Matema, kanapigwa lunch. Sasa uko Matema, ghafla inakugeuka usiku. Sasa si ulale tu. Kesho tondo. Binti hajaye kushika hata milioni 1 hajawahi. Anapigwa milioni 1, milioni 2 na zini na yule aliye ndani ya kanisa. Kanisa sitachafuka sana. Hata tafuta nguvu namna gani? Mapozo lazima yatolewe. Hata kama wewe ni mwenyekiti wa ujenzi, paka kajenge kilabu. Yenyewe eti. Nataka kesho tutakwenda kwenye mambo, kesho Alhamisi tutakutana kwenye mambo mengine. Jamani ndugu zangu, mimi niwaambie kweli, tunapotaka revival ina gharama. Huyo Yusufu anakabidhiwa na, yaani Yusufu alikuwa shamba boy. Sasa bosi wake anaitwa Potifa. Tuendelee. Ni Mwanzo 39 mstari wa 6. Wa 12. Maandiko yanasema akayaacha yote aliyokuwa nayo mkononi mwa Yusufu, wala hakujua habari za kitu chochote chake, ila hicho chakula alichokula tu. Naye Yusufu alikuwa mtu mzuri na mwenye uso mzuri. Ikawa baada ya mambo hayo. Sasa sifa za Yusufu mmeziona za kimwili. Ni mzuri na mwenye nini?
na uso mzuri na mtu mzuri. Mtu mzuri manake ni tabia. Sura nzuri ni ya nje. Unanielewa? Alikuwa kijana mwanana, ana sura nzuri lakini ni mtu mzuri pia kwa tabia. Tuendelee. Ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu. Ikaanza kizaazaa. Alipokuwa na maisha na tabia njema, mwadilifu, mke wa bwana wake akaanza kumtamani Yusufu. Akamwambia, lala nami. Lakini yani huyu hapa Biblia tu imenyoka. Lakini kulikuwa kuna mazungumzo mengi hapa. Hiyo ya kusema lala nani? Inawezekana mtu akaja tu moja kwa moja hivi. Lakini kuna kuna vitu hivi, kuna vitu labda unaiona nguo inakupendeza kijana unaona na suti inakupendeza vipi kiatu hiki vipi hivi vipi hivi, hiyo ya lala nani ni vitu hatua za mwisho. Tuendelee, maana Biblia ingeandika yote ilikuwa tuwe na kitabu liko namna hii. Lakini akakataa, akamwambia mke wa bwana wake, tazama, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani. Huyo mume wako ambaye ni bwana wangu mimi hajui nini? Hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani. Vitu vyote alivyoviweka nyumbani mwake vingine havijui. Na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu. Na vyote kwenye nyumba hii viko mikononi mwangu. Huyu ni wakili. Zamani Biblia mtu anaitunza vitu vya watu aliitwa wakili. Mtu mwaminifu, wakili, anatunza vitu vya mali ya watu. Hakuna mkuu katika nyumba hii. Anamwambia mpaka mke wa bosi. Hapo sasa alipitiliza kijana Yusufu. Hakuna mkuu katika hiyo na yenyewe hapo. Tuendelee. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi. Jamani, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe. Sasa sikiliza hapo. Ameanza pale kujimwamba fai. Anamwambia mwanamke, sikiliza, mimi vyote hapa bwana wako amenipa nivitunze. Wala hakuna mkuu kwenye nyumba hii kuliko mimi. Hata mke wake anasema vyote hakunizuilia kutumia na kula navyotaka isipokuwa wewe. Hapo ndio napopenda sana. Wako watu hawa wawili, mwanamke huyu tajiri na kijana lofa fanya kazi, wako chumbani, maana aliitwa akafanya kazi chumbani kwake ili jamani, dhambi na mapembe. Tuendelee, namaliza. Nasema wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe umkewe. Hakunizuilia chochote isipokuwa wewe. Sababu kubwa, wewe ni mke wake. Hapa inatufundisha nini? Kwamba hatushei mke wala mume. Mwili huo sio wa kushare. Yaani siku nyingine unapeleka huku, siku nyingine huku. Haipo hiyo. Ndio ndoa za Kikristo na ndivyo tulivyokaa. Hata mwanaume akiwa na chepuka useme na kulipa kisasi. Wewe kaa kanisani, shandalize, mlilie Bwana, jikunje kwa Mungu, imba, mlilie Bwana. Mwacha aendelee kupuyanga huko. Kuna siku atakuja kutubu kwa machozi. Nifanyeje ubaya huu mkubwa nimkose Mungu? Sentensi hiyo naipenda sana. Nifanyeje ubaya mkubwa namna hii? Hajasema nimkosee Potifa, nimkose Mungu. Mwingine angesema nifanyeje ubaya namna hii nimkosee bwana wangu asikubali. Yaani yeye anamuona Mungu, amuoni yule mume wa yule. Yaani mimi hapa nikilala na huyu mama, Mungu atakuwa ameniacha. Na Potifa akisikia kichwa changu hajamtaja, lakini tuendelee. Akawa akizidi kusema na Yusufu siku baada ya siku. Uko mbele akamsumbua, baadaye alimtaiti, akapiga mlango, akapiga komeo, akataka kumkamata. Na hisi yule mama alikuwa bouncer. Mimi naishi kale kijana kwa kuwa kaliamua kujitunza, Mungu akashuka kwenye kile chumba. Kijana kale, baba mimi siwezi kupanda hiyo, mimi nilifundishwa kule Israeli kwamba tusizini. Hiyo ni amri ya 6. Sikubali. Mama anasema leo utaniona. Ametoa nguo zote. Labda aliingia na kanga. Kijana kakaanza kumuogopa. Unajua ukiwa na utisho, hata mtu angetembea uchi, mwili hausisimki. Una utisho wa kimungu. Ukikuta wewe unajua sasa hivi hata mabinti wa mama wanaanza kutoa miili yao nje. Si ndivyo? Sasa unapata pressure hata nje.
huko mitaani ukitembea unakuta. Haya, kulikuwa hapo na mitindo ile hata makanisani ya kuacha matiti nje. Yaani mtu anapasua hivi. Alafu anaacha haya matiti nje. Kwani haikuwepo makanisani? Ilikuwepo. Wameacha tu sasa hivi. Mpaka leo hapa. Ilikuwepo hiyo. Sasa mtu anaimba na kwa tena anaruka hivi. Alafu kwa bahati mbaya inachomoka titi moja linaruka huko. Sasa wewe unaruka sio utachukua utarudisha kule ndani. Hata mwili. Ngojeni niwaambie, nataka nimalizie hapo. Sikiza nikwambie, hawa binti zetu wengi hawajui. Mwili huu wa mama zetu waliutunza sana. Walikuwa wavai nguo za kuonesha utupu wao. Kwa nini? Huo mwili ni tamanio la mume wako. Tamanio la mume wako. Maana yake unapovishwa vizuri, unapoleo ukienda kukaa kule ndani, yule mwanaume ndio anakutamani. Maana Biblia inasema tamaa itakuwa juu ya mume wako. Kama umesoma kwenye adhabu ile Mwanzo 3. Mwanaume anatakiwa kutamani mwili. Sasa nikwambie, unapotoa mwili waziwazi unapoonekana, kila anayeona anakujua jinsi ulivyo. Kwa hiyo hata ukiolewa utatamaniwa tena. Sababu si walikuona. Ndio maana dhambi ilipoingia walificha mavazi Adam na Hawa. Hii ni sehemu ambazo hazitakiwi kuonekana au mabinti zetu wamuelewe. Mnafikiri ndio fashion kapiga ile fashion. Kumbe unafahamika vizuri kwamba kumbe yule ndani yuko hivi. Hafai kuolewa. Wale wamama walivaga minguo wa mama wa zamani. Waume zao walikuwa hajui yukoje ndani. Anapokutana naye kule ndani alivyo, anakuwa anamtamani kila itwapo leo. Kwa sababu anatoa. Sasa mabinti zetu mnatoa yule mama daka. Yule kijana roho Bwana kama kuna sehemu gani alipata upenyo. Yeye alichomwachia ni koti. Kijana karuka acrobatic yuko nje. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu nimeshinda. Lakini shetani hakuonekana kama akaanza kelele yule mama. Maana anajua siri itatoka nje. Atasikia bwana wake. Ananibaka. Wafanyakazi wote wakajaa pale ndani. Huyu mtoto aliyemleta Mwebrania huyu, wamemleta ametoka, angalia na koti lake ile. Watu, wewe umeanzaje? Mimi sijafanya. Alitaka kunibaka, nyamaza. Nyamaza na waunia nyamaza. Akaja bosi, nini? Ule alimleta anataka kunitweza. Ona koti lake, bosi achukua tu panda. Kumbe Mungu yuko njiani. Ingia gerezani, Mungu anataka kusema naye. Papa akiwa kule katafsiri ndoto za aliyefungwa kwa kifungo kibaya cha kutaka kubaka mke wa bosi na ulinzi mkubwa. Siku moja anatoka gerezani under escort akiwa na walinzi wengi na mafarasi. Japo amevaa nguo ya kifungwa, anakwenda kutoa tafsiri kwa mfalme. Mtu wa Mungu akijitunza, utatoa majibu kwa ajili ya ulimwengu tulionao. Watu watajibiwa kupitia maisha yako na maneno yako. Tunahitaji kuwajibu ya dunia. Alipofika kwa mfalme, alitoa majibu ya mambo ambayo mfalme alikuwa ameshindwa nayo. Pale akatolewa nguo za kifungwa, akavishwa vazi la kifalme. Watatu kutoka kwa mfalme, waziri mkuu, mpaka Potifa yuko chini yake sasa. Na mke wa Potifa yuko chini yake sasa. Ndio maana ninataka kusema, unapojitunza unaweza ukaketi na wakubwa. Uamsho unapokuja, nataka nikwambie, hata wangekukataa wote, Mungu hawezi kukukataa. Hata wote wangesema ufai, Mungu atasimama na wewe. Kitakacho kutetea ni maisha ya kujitunza mpaka kieleweke. Simama na Yesu katika ulimwengu wa uharibifu. Yesu anataka watu watakao simama naye, watu watakaoamua kupiga goti kwa bahari. Mwili wangu ni hekalu lake, maisha yangu ni maisha yake. Nitakapokuwa naomba atanisikiliza. Bwana yuko kwa ajili yako. Naomba tusimame.